السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na jana tulikuwa tukisoma maneno ya muallif katika kitabu chetu hichi cha Kashfu Shubuhat yanayosema fa idha arafta anna Allah alladhi yusammihi almushrikuna fi zamanina hadha كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. من haya tuliposoma tulianza kutaja moja katika haya mambo mawili yanayotuonyesha kwamba shirki ya watu wa zama za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ni nyepesi kuliko shirki ya watu wa zama zetu hizi. Na jambo lililokuwa alilitaja muallif rahimahullahu ta'ala alisema ahaduhuma anna al-awwalina la yushrikuna wala yad'una al-malaikata wal-awliyaa wal-awthana ma'a Allah illa fi ar-raha. Kwamba washirikina wa zama hizo walikuwa wamwombi Allah, hawamshirikishi Allah tabaraka wa taala, hawayaombi majini wala mashaitani wala malaika wala watu wema pamoja na Allah, isipokuwa katika raha. Na ama katika shida fayukhlisuna lillahi ad-dina, wanamtakasia Allah tabaraka wa taala dini yake. Wazi? Kama qala taala wa idha massakum ad-durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. na kauli nyingine ambayo ni dalili ya jambo hili, wa idha massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi ila qawli qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabi an-nar. wa qawluhu wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Sawa, aya zote hizi muallif rahimahullah ta'ala alizileta kuonyesha hali waliokuwa nayo washirikina wa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna gani walivyokuwa wakimrejea Allah katika shida na wakimshirikisha katika raha. Kisha akaonyesha namna gani ambavyo washirikina wa zama zetu wao wanamshirikisha Allah katika hali zote mbili, katika shida na katika raha, kuonyesha kwamba hii ni dalili ya kwamba ushirikina wa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni akhaf kuliko ushirikina wa zama zetu. Asema faman fahima hadhihi almas'alata allati waddahaha Allah fi kitabihi وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرقان بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ ومن wachache ni nani anayefahamu masala hii sawa, fahamu ya undani kwamba watu hawa ni wachache wenye kutofautisha shirki ya zama zile na shirki ya zama zetu. Wallahu almusta'an. Hii ni hali ya kwanza.
Hali ya pili ndio sehemu yetu ya leo ambayo tutaisoma. Anasema muallif rahimahullahu ta'ala, wal amru thani anna al-awwalina yad'una ma'a Allahi unasan muqarrabina 'inda Allah. Sawa? Kama vile Lata na Uzza. Wazi? Kwamba wale washirikina wa mwanzo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallama walikuwa wao wakiwaomba watu wenye ukaribu na Allah, yani wenye kujikurubisha na Allah. Akina Lata kama tulivyoeleza huko nyuma, kwamba kana yalutu sawiqa fayuqaddimunahu ila alhujjaj, alikuwa akitengeneza unga ambao wanachanganya maji, mafuta, kisha anatengeneza kama kinywaji na kuwapa mahujaji. Alipokufa watu wakatengeneza sura yake kwa ajili ya kumbukumbu. Jili na jili zilipopita akaanza kuabudiwa. Kwa hawa walikuwa wakijikurubisha kwa watu ambao wenye kujikurubisha kwa Allah, wakiomba kwa watu ambao wenye kujikurubisha kwa Allah, imma anbiyaa, imma mitume, wa imma awliyaa au mawali mpenzi wa Allah, wa imma malaikatan au malaika, au yad'una ashjaran au ahjara. Sawa? Au walikuwa wakiwaomba miti au wakiomba mawe, muti'atan lillahi laysat 'asiya, muti'atan lillahi, yani wakiomba vitu vyenye kumtii Allah, sawa, na sio vitu vyenye kumwasi Allah tabaraka wa taala. Wa ahlu zamanina, na watu wa zama zetu, tudia Sheikh Muhammad, watu wa zama zake, yad'una ma'a Allahi unasa, wanamuomba pamoja na Allah, wanawaomba pamoja na Allah watu min afsakin nas, nasa min afsakin nas, wanaomba watu ambao ndio watu waovu na mafasiki zaidi kuliko watu wengine. Na hii ni hali ambayo wanafanya baadhi ya watu katika washirikina, wakiwaomba mashehe zao ambao walikuwa wakiwafanyia uganga, walikuwa wakiwafanyia makafara. Sawa? Watu ni ambao ni afsak kuliko wao, ni mafasiki kuliko wao, ni afjar kuliko wao, ni watu waovu kuliko wao, lakini hawa ndio ambao wanawafanya ndio wao bwaji wao, maana wanapenda kuwaomba, wanategemea kwao, na wakitawassal na wakiomba shafaa kwa wao. Wazi? Na hii ipo hali na hali hii ipo sana kwa makhurafi. Hali hii ipo sana kwa watu wa bid'ah, min al-qadiriyya wa amsalihim, katika makadiria na mfano wao, an-naqshbandiya, tijaniya, washadhiliya, sawa, na mfano wao katika masufi wasiokuwa hao, kwamba wao viongozi wao na mashehe zao ni watu ambao ni washirikina, waliobobea katika ushirikina, waliokita katika uchawi, katika ushirikina, makafara, katika feleki. Wazi? Hawa ndio viongozi wao ambao huwaongoza hapa duniani, na huwafuata na kuwaomba wawaombee dua na watengenezee makafara hapa duniani, na wakifa huenda kuwaomba katika makaburi yao. Wazi? Na wakifa huenda kuwaomba katika makaburi yao. Sheikh anasema kwamba hali hii inatofautiana kabisa na hali ya washirikina wa zama zilizotangulia, wa zama za kale, zama za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ataalu zamani na yad'una ma Allahi unasan jamu man, jamu nas, sawa, min afsaqin nas, huwaomba watu ambao ni afsak. Afsak ismu tafdhil, ismu tafdhil ya neno fasik. Fasik ni mtu muovu, lakini afsak ni mtu muovu zaidi, kama vile kabirun wa akbar, kama vile fadilun afdal, sindio, au fajirun afjar. Wazi? Kwa hiyo huwa na tabia ya kuwaomba watu ambao ni waovu zaidi,
walladhina yad'unahum humul ladhina yahkuna anhumul fujura minaz-zina. Anasema na wale ambao huwaomba ni wale ambao huwa wakihadithia kutoka kwao mambo gani? Ya ufajiri, ya uasi, kama vile zina. Wazi? Na hii huonekana kwamba mashekhe na duat katika watu wa bid'a, hizi ni shubha ambazo huwa hawachezi nazo mbali, kuanzia walimu zao wa huku chini mpaka wanapanda maimamu na mashekhe wakubwa. Hawa watoto wa zinaa, watoto wa nje ya ndoa, mambo ya kutembea na wake za watu, na auzu billahi min dhalika, hivi ni vitu ambavyo huwa havikai mbali na wao, na huwa waumini wao hukaa katika vikao vyao kuhadithia namna gani shekhi wao amepatwa na jambo hilo. Allah tukinge na maovu hayo. Wasarika, na nini? Na wizi. Hili nadhani pia liko wazi, kuhadithia hali ambayo inaotokea katika masala mazima labda ya kuuza wakfu, viwanja vya misikiti, viwanja vya madarisi, wazi, nyumba za wakfu na mambo mengine fana, wakihadithia ayana na wakiwa na uhakika wao kwa 100% kwamba haya yamefanywa na viongozi wetu, ambao hao tunasema ndio wakifa huwa wanakwenda kuomba. Kwa hiyo kwamba shirki ya hawa ni ashaddu kuliko shirki ya mushriki sawa al-awwalin. Wa tarki salati, na huhadithia pia hali ya hao viongozi wao. Hali gani? Ya kuacha sala. Sawa, kwamba akawa ni shekhe mkubwa kabisa lakini hasali, anapita msikiti huo hapo, yeye anakwenda huko sala ya magharibi, sala ya dhuhuri, sala ya asiri, yeye hasali, anaacha sala. Hadithia habari hizi kwa viongozi wao. Wazi? Na ufikia baadhi yao wakifika katika daraja fulani wanasema kwamba wao ile taklif ya sala imeshawaondokea, kwamba hawa maamuma wao ndio wanatakiwa wasali, sababu wao bado wana dhambi. Ama wao la, akihisi tu kwenda hija dakika moja tu anaweza akawa ameshafika haji, akafanya ibada ya haji, kipindi cha haji akamaliza. Akihisi kwenda kuswali rakaa 2 kwenye al-Kaaba, hata kama ni siku za kawaida, akifunga macho tu basi kisha kuwa Maka mbele ya al-Kaaba pale anaswali, kisha baadaye anarudi. Huhadithia mambo haya watu wao. Sawa? Na haya yamehadithiwa na mmoja katika watu wa mji huu kwamba mwanzo kabla ya kwenda haji ya kawaida alikwenda haji ya ndoto, akawa ameota kwamba alikwenda hija, akaelezea habari zote za watu wanaofanya huko, na akatolewa ushahidi na mmoja katika waumini. Nasemaje mzee fulani? Naam. Na alipokwenda haji ya kawaida akaleta maelezo yaliyokuwa ya ajabu zaidi, kuonyesha kwamba eti yeye alitufu al-Kaaba akiwa juu angani, akiwa anaelea. Wazi? Angani akiwa anaelea. Na kipindi cha mwaka juzi, sawa, ilipotokea yale mauaji, yeye alichukua watu wake wawili waliokuwa anatembea nao, aliwainua kipindi watu wanabanana na kufa pale, yeye alikuwa wako juu wanaelea. Hawa ndio ambao wakifa washirikina wa zama hizi wanawafanyia maombi, bana wanakwenda kuwaomba katika makaburi yao. Wagairi dhalika na mengine mengi sana ambayo huenda nyinyi mnayafahamu, ambayo yamewahi kumtokea mtu mmoja katika maeneo yake. Asema wallazi ya'taqidu fi salih, na yule ambaye anaitakidi kwa mtu mwema, au alladhi la yasi, au kwa yule ambaye anaitakidi kwa kiumbe kisichoasi. Watu aina mbili, mtu ambaye anaitakidi kwa mtu mwema kama mtume au malaika au wali, au yule ambaye anaitakidi itikadi ya ushirikina sawa kwa kitu kisichoasi, kama mithla al-khashab, kama vile ubao tu ameuchonga hapa, bao ni Mungu, au kaweka tu ubao kama huo utakuwa ni Mungu. Walhajar, au jiwe sawa, au albayt, au nyumba ile ndogo watu wenye kunani hii, wenye kwenda kuabudia vijumba huko maporini sawa. Asema ahwanu mimman ya'taqidu, huyu ushirikina wake atakuwa ni mshirikina
na ni kafir, sawa, lakini shirki yake ni ahwan, ni nyepesi zaidi, ni dhaifu zaidi kuliko yule ambaye yaatakidu fi man yushahadu fisquhu, anaitakidi, sawa, kwa yule ambaye uwasi wake na ufasiki wake waonekana, washuhudiwa, sawa, wa fasaduhu, na fasadi yake yashuhudiwa, wa yashhadu bihi, sawa, na anashuhudia yeye mwenyewe kwa mambo yale. Huyo ni awal kuliko anaye muomba na kumitakidi mtu wa aina hii katika masala haya ya ushirikina. Anasema idha tahaqqaqta anna alladhina qatalahum rasulullah, utakapopata uhakika kwamba wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga vita, maana washirikina wa zama za mwanzo, asahhu uqula, akili zao ni sahihi zaidi kuliko za hawa washirikina wa zama hizi, wa akhafu shirka, na shirki yao ni hafifu, ni nyepesi, min haulai, kuliko hawa wa zama hizi. Fa'lam, tambua, anna li haulai shubhatan, kwamba hawa washirikina wa zama hizi wana shubha, yuridunaha ala ma dhakarna, uzileta hizo shubha kama jinsi ambavyo tulivyoeleza, au juu ya haya ambayo tuliyoyaeleza. Wa hiya min a'zami shubahihim, na shubha hiyo ni katika shubha zao kubwa ambazo huzitegemea. Yuridunaha ala, anasema fa asghi sam'aka li jawabiha, basi tega sikio lako, sawa, kusikiliza jawabu la shubha hiyo. Wa hiya nayo annahum yaqulun, kwamba wao wanasema, innal ladhina nazala fihimul Qur'an, wale ambao Qur'an imeshuka kwa wao, la yashhaduna an la ilaha illa Allah, sawa, wao bwana hawakutoa shahada, hawakushuhudia ya kwamba hapana pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wayukadhibuna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam, sawa, hawa wanakadhibisha mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Wayunkiruna al-ba'tha, na wanapinga kufufuliwa, hawaamini kwamba watafufuliwa baada ya kufa. Tumekuja katika Qur'an, zama alladhina kafaru allan yub'athu, sawa, kwamba walidai wale ambao walikufuru kwamba hawatofufuliwa. Kwa hiyo wanapinga kwamba hawatofufuliwa. Hizi ndio haja zao, wanataka kuonyesha kwamba wao ni afadhali kuliko wao, au wao si washirikina kama wao. Nasema wayukadhibuna alqur'ana, pia hawa walikuwa wanakadhibisha Qur'an. Wayajalunahu sihra, na walikuwa wanaifanya hii Qur'ani kuwa ni uchawi, sio kama ilivyokuja katika aya zaidi ya moja, wakithibitisha hawa washirikina kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ni mchawi, na kile ambacho alichokuwa akikilingania alikuwa akitumia uchawi. Wama huwa biqauli sahih, Allah anakanusha, sema hii Qur'ani si maneno ya mchawi. Wazi? Sawa, ukiangalia shubha hii, haya maneno wanayoyasema kuyathibitisha kwa wale washirikina wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuta maneno haya ni sahihi. Utakuta maneno haya ni sahihi. Wao wanasema sasa, wa nahnu nashhadu an la ilaha illa Allah, sisi tunatoa shahada, tunatamka kwamba hapana pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar rasulullah, na ya kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah, wa nusaddiqul Qur'ana, pia sisi tunasadikisha Qur'an, sawa, wa nu'minu bil ba'thi, pia sisi tunasadikisha kufufuliwa, wa nusalli, na tunasali, wa nasumu, na tunafunga. Anasema fa kaifa tajaluna na mithla ulai, vipi mtatufanya sisi mfano wa wao? Yani mnataka kutufananisha sisi na wao, na wakati wao hawafungi, hawaswali, hawakutoa shahada na mengine. Sisi tunafunga, tunasali na tunatoa shahada, tunaamini kufufuliwa. Vipi mtatufananisha wao na sisi?
hiyo shubha hii. Wazi? Sikilizeni shekhe anaijibu vipi shubha hii. Anasema fal jawabu annahu la khilafa baina al-ulama kullihim. Jawabu lako wewe ayuha al-mushrik, wewe mshirikina, kwamba hakuna tofauti kati ya wanawachuoni wote. Hakuna tofauti kati ya wanawachuoni wote anna ar-rajula, kwamba mtu idha saddaqa rasulallahi sallallahu alayhi wasallam fi shay'in, akimsadikisha mtume wa Allah rehma na amani katika jambo fulani, wakadhabahu fi shay'in, na akamkadhibisha katika jambo fulani, annahu kafirun lam yadkhul fil islami, kwamba mtu huyo atakuwa ni kafiri, hajaingia katika Uislamu. Nami nakuulizeni nyinyi, ni kweli maneno haya au sio kweli? Ni kweli kwamba ukimsadikisha mtume katika jambo fulani na ukamkadhibisha katika jambo lingine, basi wewe ni kafiri na haujaingia katika Uislamu. Mifano ipo mingi na anaileta hapa muallif rahimahullahu ta'ala. Asema wakadhalika idha amana bi ba'd al-Qur'an, pia hivyo hivyo mtu akiamini baadhi ya Qur'an, akaamini juzu 15 katika Qur'ani. Qur'an na juzu ngapi? 30. Akaamini juzu 15 kuanzia labda juzu Bakara mpaka kufikia Kahf. Akawa ameamini hizo. Sawa, kuanzia Kahf kwenda mpaka Amma huko ataki. Hizi si katika Qur'an. Hukumu yake ni ni kafiri au kuna shaka katika hilo? Hakuna shaka. Anasema kadhalika kaman aqarra bitauhidi, sawa, pia vile vile ni sawa na yule ambaye aliyekiri tauhidi, wajahada wujuba salati, na akapinga wajibu wa swala. Yani amekiri kwamba Allah ni mmoja peke yake, hafai kushirikishwa na chochote, lakini ukimuuliza ipi hukumu ya swala, anasema swala sio wajibu, naweza nikasali wakati mwingine naweza nisisali, sikulazimishwa mimi kusali. Huyo mtu atakuwa amekufuru. Au akarra bitauhidi wassalati, au akakiri tauhidi na akakiri swala kwamba ni wajibu, wajahada wujuba zakati, kisha akapinga wajibu wa zakat, atakuwa amekufuru. Au akarra bihadha kullihi, au akakiri vyote hivyo vilivyotangulia, wajahada sauma, akapinga wajibu wa saumu ya Ramadhani, huyo atakuwa amekufuru. Au akarra bihadha kullihi, akakiri vyote vilivyotangulia, wajahada alhajja, kisha akapinga wajibu wa hija, sawa, huyo atakuwa amekufuru. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba ukikubali baadhi ya dini ukapinga baadhi ya dini unakuwa umekufuru. Asema walamma lam yanqad unasun, sawa, fi zamani nabii, pale ambapo walipokuwa watu katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yanqad lilhajj, hawakunyenyekea na hawakutii ili kwenda kuhiji hali ya kuwa wana uwezo. Anzalallahu fi haqqihim, Allah aliteremsha katika jambo lao hilo la kutokutii kwenda kuhiji hali ya kuwa wana uwezo, akisema Allah walillahi ala nnasi hijjul baiti, Allah amewalazimisha watu kwenda kuhiji nyumba yake tukufu, yani al-Kaaba. Man istata'a ilayhi sabila, yule mwenye uwezo njia iko wazi. Wa man kafara, na yule atakaye kufuru na akapinga asiende kufanya haji aliyakuwa ana uwezo, fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, hakika Allah ni mkwasi kwa walimwengu. Allah hawahitaji walimwengu. Wazi? Allah hawahitaji walimwengu. Asema wa man aqarra bihadha kullihi, sawa, na yule ambaye atakayekiri yote haya, maana kakiri na haji, wajahada alba'tha,
kisha akapinga kufufuliwa. Al-ba'tha maana yake kufufuliwa. Mtu huyu kafara bil ijma', atakuwa amekufuru kwa ijma'. Huyo atakuwa amekufuru kwa ijma', yani makubaliano ya wanawachuoni wote, kwamba umekubali yote haya, umekubali tauhid, umekubali sala, umekubali zaka, umekubali saum, umekubali hija, lakini umepinga kwamba hakuna kufufuliwa, sawa, basi wewe unakuwa umekufuru, na kufuru kwako wamekubaliana wanawachuoni wote. Wa halala damuhu wa maluhu, na mtu huyu damu yake itakuwa ni halali, maana hukumu atahukumiwa auliwe. Wa maluhu, na mali zake zitakuwa ni halali, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, hakika wale ambao wanamkufuru Allah na mtume wake au na mitume wake, wayuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi, kisha wanataka kuwatofautisha kati ya Allah na mitume wake, sawa. Wayakuluna nu'minu biba'dhin wa nakfuru biba'd, kisha wanasema sisi tunaamini baadhi, sawa, ya mambo yaliyokuja na hao mitume, na tukakufuru baadhi ya mambo yaliyokuja na hao mitume. Au wakasema tunakufuru baadhi ya mitume na tunawaamini baadhi ya mitume, kama jinsi ambavyo walivyofanya Mayahudi na walivyofanya Manasara, kwa kuwakubali mitume wao na kumkataa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wakubali waliokuja nayo mitume wao na kukataa aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Anasema wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wanataka kufanya kati ya mambo hayo, watafute njia ya kutokea kwamba waonekane ni watu wa sawa sawa, wamefuata dini ya sawa sawa, lakini pamoja na hayo wanaonekana hawakubali yote yaliyokuja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Nasema ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio makafiri wa kweli kweli. Wazi, hao ndio makafiri wa kweli kweli. Wa a'tadna lilkafirina adhaban muhina, na tumeandaa kwa makafiri adhabu yenye kudhalilisha, adhabu idhalilishayo, adhabu ambayo ndani yake kuna ihana. Wazi? Hii maana yake nini? Maana yake mtu atakayeingia katika Uislamu aingie mzima mzima. Wazi? Aingie mzima mzima, asiache jambo katika Uislamu, sawa, akafanya jingine. Na kama itakuwa alilolifanya ni katika ukafiri, basi hata kama atafanya mingine katika Uislamu ataitakidiwa ni Muislamu. Lakini pia katika bid'a, mtu akiwa anafanya baadhi ya mambo katika sunna, sawa, na baadhi ya mambo katika bid'a, huitakidiwa ni nani? Ni mtu wa bid'a, hata kama ana baadhi ya mambo katika sunna na baadhi ya mambo katika bid'a. Na ndio maana huwa tunawaita watu wa bid'a hata kama wanafanya mambo katika sunna, lakini kwa sababu wamefanya mambo katika bid'a wanaithibitiwa wao ni watu wa bid'a. Kwa Uislamu unatakiwa ufanye mambo yote ya Kiislamu na yote ya kishirikina uyaache, fanya mambo yote ya sunna na yote katika bid'a uyaache. Wazi? Na mifano katika haya tunayoyasema hapa wayaleta muallif rahimahullah ta'ala ni mingi. Kisha akasema muallif, fa idha kana Allah kad sarraha fi kitabihi, basi ikiwa kama Allah ameweka wazi katika kitabu chake, anna man amana bi ba'd, kwamba yule ambaye atakayeamini baadhi ya mambo, wa kafara bi ba'd, na akakufuru baadhi ya mambo, fa huwa al-kafiru haqqan, kwamba huyu ni kafiri moja kwa moja. Wa annahu yastahiqu ma dhakar, na kwamba mtu huyo anastahiki yale ambayo aliyotaja muallif au aliyotaja Allah tabaraka wa taala katika aya zake. Zalati hadhihi shubhatu, shubha ile itakuwa imeondoka.
Sawa, shubha ile itakuwa imeondoka. Shubha gani kama naikumbuka? Shubha gani? Madai wanayosema kwamba wanafunga, wanasali, wanatamka shahada na wanaamini kufufuliwa. Vipi utawafananisha na wale ambao hawakutamka shahada, hawakuwa wanafunga wala hawakusali wala walikuwa hawaamini kufufuliwa? Kwa ukishafahamu jawabu hili, ile shubha tayari imekufa, kwamba ukifanya baadhi ya dini, mambo ya dini, na ukaacha baadhi ya mambo ya dini, sawa, hili jambo halikufanyi wewe kuwa ni Muislamu. Naam. Asema wa hadhihi allati dhakaraha ba'd ahli al-ahsa'i, asema shubha hii ndio shubha ambayo waliitaja baadhi ya watu wa ahsa, miji katika miji ambayo aliwahi kutembelea Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala maeneo huko Riyadh, alladhi arsalahu ilaina, sawa, fi kitabihi, katika kitabu chake, alladhi arsalahu ilaina, kitabu ambacho alikituma kwetu sisi. Na nimeangalia katika sharh ya Kashfahati ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Sheikh Uthaymeen hapa ameweka taarifa, anasema kwamba kitabu hichi hakikufahamika kwetu sisi. Sawa, kitabu hichi ambacho amekitaja hapa Sheikh rahimahullah ta'ala hakikufahamika kwamba ni kitabu gani. Wazi? Naam. Tuendelee hapo ishi hapo. Muda adhana tayari. Bado. Basi tuendelee kidogo. Asema wa yukalu aidha, na husema pia, idha kunta tuqirru, ikiwa wewe unakiri, anna man saddaka ar-rasula, kwamba yule ambaye atakayemsadikisha mtume sallallahu alayhi wasallam fi kulli shay'in, katika kila kitu, wajahada wujuba salati, na akapinga uwajibu wa sala, ni mtu anamsadikisha ndio kila kitu lakini akapinga uwajibu wa sala, annahu kafirun, kwamba mtu huyo ni kafiri, halalu dami wal mali bil ijma', tena ni kafiri ambaye damu yake na mali yake ni halali, yani ni halali kumwaga damu yake na ni halali kuchukua mali yake kwa ijma', na serikali kuchukua mali yake kwa ijma' ya wanachuoni. Wakadhalika idha aqarra bi kulli shay'in illa al-ba'tha, pia vile vile atakapokiri kila kitu isipokuwa kufufuliwa, maana akakiri mambo yote katika Uislamu isipokuwa kukataa kwamba hatafufuliwa, kwamba mtu huyo atakuwa ni kafiri. Wakadhalika idha jahada wujuba sawmi ramadhana, pia vile vile anakuwa kafiri atakapopinga uwajibu wa mwezi wa saumu ya mwezi wa Ramadhani. Wasaddaka bidhalika kullihi, sawa, lakini akasadikisha yote yaliyotangulia. La takhtalifu almadhahibu fihi, wazi, kwamba madhehebu ya wanawachuoni wa Ahlus-Sunnah wal Jamaa hayatofautiani juu ya mtu huyu, yani juu ya ukafiri wake. Sawa, wakad nataka bihi alquran kama qaddamna au kama hadinna, na kwa hakika Qur'ani imetamka tayari, imekwisha tamka kuhusiana na mtu huyu kama jinsi ambavyo tulivyotangulia kusoma aya miongoni mwa aya za suratul Nisaa 150 aya 150 mpaka 51. Asema fa ma'lumun, basi kama inavyojulikana, ma'lumun, kama inavyofahamika, anna at-tauhida huwa a'zamu faridatin jaa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ndio faradhi kubwa ambayo aliyokuja nayo mtume rehma na amani ndio juu lake. Zilikuja nyingi zinazoonyesha kwamba tauhidi ndio faradhi au wajibu kubwa ambao Allah tabaraka taala amewaamrisha waja wake. Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Katika aya nyingine wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Katika aya nyingine wa'budu Allaha wa la tushriku bihi
shay'a. Katika nyingine waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sawa. Katika nyingine kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Na aya zote hizi zimekuja kuonyesha kwamba wajib miongoni mwa wajib zilizokuja kutoka kwa Allah, wajibu wa kwanza ni tauhidullah tabaraka wa taala. Wazi? Tunasema فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. نايوني واجب أو faradhi iliyokuwa kubwa kuliko sala na zaka na saum na haj. Fakaifa idha jahada al-insanu shay'an, wazi? Vipi atakapopinga mtu kitu min hadhihi al-umur, sawa, katika mambo haya, kafara, awe amekufuru, walau amila bikulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, hata kama atakuwa amefanyia kazi yale yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallama. Sio, tuko pamoja? Vipi idha jahada al-insan, atakapopinga mtu shay'an, kitu, min hadhihi al-umuri, katika mambo haya, yani katika mambo ya sala au zaka au saumu au haji, au amekufuru, walau amila bikulli ma jaa bihi ar-rasul, hata kama atakuwa amefanyia kazi yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu wa idha jahada at-tauhida, ionekane kwamba akipinga tauhidi, alladhi huwa dinu ar-rusul, ambayo ndio dini ya mitume wote, kullihim wote, la yakfuru, awe hakufuru. Subhanallah, subhanallah, utakatifu ni wa Allah. Ma ajaba hadha al-jahl, ajabu iliyoje ujinga huu. Mbele maneno ya Sheikh asema ajabu iliyoje ujinga huu. Eti mtu aache sala awe amekufuru, ndio? Aache zaka awe amekufuru. Alafu mtu awe ameacha tauhidi, aonekane kwamba hajakufuru, ambao tauhidi hii ndio dini, ndio mambo miongoni mwa mambo muhimu, jambo muhimu kuliko mambo yote katika mambo ambayo walitumwa kwayo mitume wa Allah tabaraka wa taala. Wazi? Asema wayuqalu aidha, na husemwa pia, haulai ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qatalu bani hanifata. Kama hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam waliwapiga vita bani hanifa, sawa, wakati aslamu ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam, aliyakuwa ni kabila ambalo lilisilimu kipindi cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hum yashhaduna, hali yakuwa wanashuhudia hawa bani hanifa alla ilaha illa Allah, kama hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna muhammadar rasulullah, Muhammad mjumbe wake. Wa yuadhinuna, na wanatoa adhana kama wanavyotoa waislamu. Wa yusalluna, na wanasali kama wanavyosali Waislamu. Lakini masahaba waliwapiga vita, sawa, pale ambapo walipokuwa wamekiri na wamedai kwamba Musailamatul Kadhab kweli ni mtume baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wakawapiga vita kwa kudai kwao hivyo. Asema fa in qala, sawa, akisema huyo mushrik, fa innahum yaqulun, hao wanasema inna Musailamata nabiyyun, wa Musailamata, huyo Musailama ni nabii. Maana walikuwa wanakiri hilo, sawa. Ndio maana masahaba wakawapiga vita. Vipi wewe ukiri kwa Musailama ni nabii, na kati nabii wa mwisho ni nani? Ni mtume. Sasa hiyo ni hujja kwa walopiga vita kwa sababu hiyo. Kulna, sisi tutajibu, sawa, nanyi mtaona, sawa, namna gani jawabu hili lilivyokuwa linavunja hii hoja. Sema hadha huwa al-matlub, ni kweli kabisa kumpiga vita aliyesema kwa Musailama ni mtume baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni jambo lenye kutakikana, sawa. Idha kana man rafa'a rajula, sema ikiwa kama yule ambaye alimuinua mtu ila rutbati nabii, akampa daraja ya utume,
sallallahu alaihi wasallam kafara, huyo mtu amekufuru. Kimuita mtu ni mtume au kampa cheo cha utume hakufuru, si ndivyo? Wa halala maluhu wa damu, na mali yake ikawa ni halali na damu yake ikawa ni halali. Wazi? Asema walam tanfa'uhu shahadatan, na ikawa mtu huyo aliyomuinua mtu mwingine daraja ya utume, shahada yake au shahada zake mbili hazikumnufaisha, wala salatu wala kusali kwake hakukumnufaisha. Fakaifa biman rafa'a Shamsana au Yusufa, vipi atakayemuinua Shamsana au akamuinua Yusuf au sahabiyan au nabiyya, au akamuinua sahaba au mtume, ila martabati jabbari samawati wal ardh, amuinua mtu katika martaba au katika daraja ya Allah ambaye ni Mola wa mbingu saba na ardhi saba. Yupi kafiri zaidi kuliko mwingine? Aliyomuinua mtu kwenye daraja ya utume au aliyomuinua mtu kwenye daraja ya Allah? Kwa wao wanakiri wale Bani Hanifa kupigwa vita eti kwa sababu walikuwa wanakiri na kuitakidi ya kwamba Musailama ni mtume, ni nabii. Lakini wanashangaa sawa wao kuambiwa kwamba ni washirikina na ni makafiri, hali ya kuwa wao wamempa cheo sahaba ambaye ni Ali kama mfanya Mashia, sawa, wamempa cheo mtume kama wafanya Masufi, na wamempa cheo Abdul Qadir na Shamsan na Yusuf, sawa, na Ahmad al-Badawi wa ghairu dhalik, na wasiokuwa hao wamewapa vyeo vya Allah tabaraka wa taala kwa kuwaomba wawanufaishe, sawa, na kuwaomba wawaondolee madhara. Nadhani jawabu limekuja vizuri. Inaonekana kwamba shubha yao ni shubha nyonge, shubha yao ni shubha nyonge. Sheikh anasema subhanallah, ma a'zama hadha, ma a'zama sha'na. Sawa, ukubwa ulioje wa jambo hili, ukubwa ulioje wa jambo hili. Lakini jawabu ni kwamba hawa watu nafsi zao tena zimeshapigwa mihuri. Khatamallahu ala qulubihim, Allah tayari kishapiga mihuri katika nyoyo zao, sawa, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, na katika masikio yao na katika macho yao kishapiga mihuri, ameweka mifuniko, hawasikii wala hawaoni wala hawaelewi. Na ndio maana mushrikun hata kama watakuwa wanasikia sasa hivi kwa kupitia kipaza sauti maneno haya, wao wanaona kama wanashutumiwa na kushambuliwa, wala hawazitii akilini hoja hizi na kuona kwamba haya wanayoyafanya ni shirki ya wazi, na shirki hii ni nzito kuliko shirki ya wale washirikina wa mwanzo. Taelewana? Lakini Allah tabaraka wa taala anasema katika surati Rum aya ya 59 mpaka 60, kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun, kwamba hivi ndivyo ambavyo Allah anapiga mihuri, sawa, juu ya nyoyo za wale ambao wasiotambua. Fasbir inna wa'dallahi haqqun, sawa, fasbir, basi kuwa na subira. Inna wa'dallahi haqqun, maana kuwa na subira. Uwe na subira katika nini? Katika hii da'wa. Anaambiwa Mtume sallam awe na subira katika yale maneno anaowalingania hao washirikina. Na sisi pia aya hii inatuhusu tuwe na subira katika hii dawa ambayo tunayoilingania, na nyinyi pia muwe na subira katika haya maelezo ambayo mnaolinganiwa. Inna wa'dallahi haqqun, hakika wa'di wa Allah, ahadi ya Allah ni nini? Ni haki. Wazi? Mushrik siku zote mafikio yake Allah tabarak wa taala kisha eleza
na muwahid siku zote mafikio yake Allah tabarak wa taala kishaeleza. Kwa wewe acha shirki na uache watu na ushirikina wao, wazi, na ushikamane na tauhid. Hata kama watakupiga vita, basi wewe kufa katika tauhid yako. Inna wa'da Allahi haqqun, hakika wa'di wa Allah ni haki. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun, sawa, wala wasikufanye wewe kuwa ni mtu hafifu katika jamii, wasikufanye kuwa ni mtu mnyonge katika jamii, wasikunyongeshe wale ambao wasiokuwa na yakini. Kuna watu ambao huwanyongesha watu wa tauhid katika shughuli zao, katika maisha yao ya kawaida, na akimuona mtu ameshikamana na tauhidi na kuanza kumpa maneno ya kumtisha kwamba wewe hujapatwa na jambo ambalo lenye kukushughulisha, ukipatwa na jambo lenye kukushughulisha wewe siku zote utatufuata katika haya tulikuwa nayo, ili akudhoofishe imani yako na itikadi yako, umfuate katika ushirikina wake. Allah anasema wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Yeye anasema neno haya kwa sababu hana yaqini na ayatullahi, aya zilizokuja katika kitabu cha Allah na hadithi zilizokuja katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuwa sahihi. Wazi? Naam. Tawadhan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.